Wazee, grupu ya wamama, grupu ya vijana, grupu ya widows wa Irongo, mshikane nyinyi wote, mjue ya kwamba wale ambao wanaweza kwenda nitafurahi sana. Tarehe 11 ninazidi kuwatangazia kwamba tuna harusi ya dada wetu Helen na anayemuoa ako pale. Hebu asimame. Helen amekuja kanisa. Helen ni kama hajaingia, lakini yule anafanya harusi tarehe 11 hapa, na kwa hivyo tuzidi kuwaombea, na wakituomba support yetu tuwapatie, na hiyo siku ikifika tuombwe magari wale wako nazo, kina Samia, kina Elias, wale wengine, tupatie huyu mzee magari afanye harusi, akuje asikie vile hata sisi tunasikianga. Wiguage orusini na hwaini ukirwo gutire bia ka welcome to the club. Kwa hivyo wazee tutamsupport, si ndio wazee? Na siku ya harusi tutamshikilia. Mungu awabariki. Kama vile pastor wetu Pastor Frank ametangaza, tutakuwa na women conference hapa ambayo inaendelea kuandaliwa na viongozi wa kina mama wakiongozwa na Reverend Joy na Mama Ken. Nimewaletea mhubiri wa maana sana kutoka Tanzania. Amen. Kiangalia TikTok yako, wale huingia, tafuta Pastor Dr. Rose Shaboka, utamuona. She is a very good counselor of women, na atakuwa na sisi hapa kwa siku 3, na kwa hivyo tunajiandaa kumleta ili awe na sisi. Sasa tumeanza kutokea, niliwaambia after miaka 3 tutaanza kwenda mbali na mbali. Kwa hivyo kina mama mzidi kuombeana, mkiketi chini pangeni, kwa sababu ni kongamano la national. Wamama wote wa makanisa yetu yote watakuwa hapa, na unasikia hata wa online watakuwako. Na mimi nataka nione kama hiyo siku tutakuwa tumetengeneza software ingine ya kuendaga private seminars, sababu sasa hii ni ya kila mtu. So tukiweka hapa utakuta watu wenye wako online, wanaume wanaambiwa mambo ya wamama, na no athuri tasio no mende muno to ni online dramuona video kigora tumia marero. Kwa hivyo tutakuwa tumetengeneza software ingine, itakuwa private link ya online church, ndio wamama wote wa online wawe pamoja na sisi kwa conference, kwa sababu tumesikia mnasimama na sisi. Jumapili nayo kuja nita officiate graduation hapa ya the 3rd class of our new believers. Tuwapigie makofi kwa sababu wamemaliza shule. Kama korwa ndu wekira ngofio wekira go haha na gown, na no wende yonago ruthingo-ini gwaku utegutinda kumatariria wathomeire ki, ukaguko uingire kirathi kia Minister Florence ako hapa. Tunakuanga na shule hapa, darasa ya new believers every Tuesday kuanzia saa 10, na ni shule unasoma na unaandika, unafanya mtihani. Wata graduate on Sunday, the 3rd class of our believers, na hao ndio wana graduate na wanakuja wanaanza kufanya kazi pamoja na sisi katika madhabahu. Hata wengine ambao mnaona wanatumika Sunday school, wengine wanaohubiri siku ya wazee wametoka new believers class. Kwa hivyo on Sunday wata graduate first thing in the morning. Kwa hivyo wanaweza alika familia zao. Graduation ikiisha, wajipange mahali wataenda, kila mtu afurahie na familia zao, ili waje waone watoto wao wamesoma. Na asante sana Florence kwa kufuatilia hiyo darasa, na umekuwa mtu mzuri katika hiyo kazi. Tarehe 27 wazee wote wa hili kanisa, itakuwa Friday kuanzia saa 12 jioni hadi saa 6 ya usiku. Tuko na JCM Church Kings. Sisi tunaitwa Kings siku hiyo, ndio tutakuwa na JCM Church Kings Night Bonfire pale nje.
Kwa hivyo ni kumaanisha ni coming Friday. Kwa hivyo wazee tutabaki pale ndani, ndio kila aliyejitolea mbuzi yake, sababu tutakuwa na mbuzi ni 70. Yeah, thank you. Wazee wa nyumba lazima wakule vizuri. Niki sisi hatukasirikagi. So mama tuliwapea ng'ombe hapa na hatukukasirika. Emutiarire ng'ombe huko na tutiamakire. Ni amarire ng'ombe. Hasa ni kuli ng'ombe twathinjire guku. Yale yao. Yale ya widows. Sasa Friday hiyo pale nje hakutakuwa na gari hata moja. Tunaweka viti round na language ya wazee gitagwo gicigi. Alafu hapo tutakuwa tumeweka zile nyasi zinakuliagwa na ng'ombe, alafu zinatandikwa kikoi ya Masai, na kila mzee anakuja na kisu yake akula nyama ili tujiongelele. Alafu DJ Helper atakuwa hapo nyuma ametuwekea Hiram, anatuwekea ka music na tutasikiza mpaka za nyimbo mpaka za kina Kamaru zile mzuri cia mataro oko weka rwimbo gatara ga thuri onako ne ka muthungutho tuiguire ha athuri matiga guikara ta andu moritwo ni hinya acoke ni tugakorwo na ka live band hau karaini na haria mwena na wazee siku hiyo hakuna kuvaa suti, ni ka occasion kakashio kazuri kabolelo geta kwa taka kofia kana karaudi hako no ukana kamukwajo no ukana kamukwajo, you see na tutaanza kuingia saa 12, na kwa sababu ya inconveniences our chairman after this service atatupanga atuambia kama tutaingia na kadi ili tusikue na inconveniences. Tutakuwa na mbuzi 70, alafu tuko na kuku ni 150. Kuku ni 150, alafu madhenge akwapi madhenge? Nako madhenge mananasi na melon ni pick up moja. Thank you. Sasa sini siku ya wazee. So kwa hivyo next Friday tutakuwa hapa, lakini hatutaenda live, mtatuona kwa picha. Picha zitakuwa zinapostiwa na media team, mnaona kile kinaendelea. Kwa hivyo our chairman tukimaliza ibada, wazee pale dakika kidogo, kampira kanaanza 5, tukue tumepanga hivyo, alafu wale wanakimbia kwa wakifadhi, kimbie, tumshikilie, alafu tuende sasa tukaone Manchester United ikiona vumbi. So wazee wote, wazee, na nimesema wazee ni kumaanisha men fellowship, kwa sababu kuna mtu hapa anaweza kuwa si mzee lakini amezeeka. Kora ni kada yena twe divai no ne ehurithanirie muno na ndiri nginya kana na ndingiraga nguruvu cokea yuke kwira Mr. Charles, lakini ni wazee wa kanisa hili wanajuana. Kwa hivyo wazee mjiandae. Mimi niliwapea mbuzi 10 wa 10 yeah. Skofu 10 Mr. Charles alitupea 5, Mofa makatupea 5, tuna 70. Kuna mbuzi 70. Lakini wa mama msijali, huko ndani tu utaona kakitu kamefika nyumbani, hata kama akatakuwa kakubwa, lakini haleo kanyamu wako na musi. Kwa hivyo mtuombee, hata sisi tutakuwa tukiongea mambo ya wazee na kupanga kanisa on Friday the 27th. Na mimi pia nitashughulika huko kando, naye Pastor Frank aingie online aone nini atatuongezea, kwa sababu tunataka mokimo kama gunia 16. Amen. Devi ataambiwa atengeneze, tuko na majiko tunatengeneza za kuweka moto. It will be fun. Na tukiona ni mzuri na nyinyi mama tutajua kenye tutawapangia. Kwa hivyo msijali, tulieni, mzee afurahi kwanza. Mzee kama amefurahi, the whole society is happy. Amen. Sina matangazo mengi, matangazo yangu ni hayo. Ya mwisho, kuja kasichana haka wamekaa na Wamboi.
Huyu msichana alikuja hapa, kwani unadhua kuja tu hapa niko. Nani ni wangapi walikuwa hapa Wednesday? Ni mrembo sasa ama si mrembo? Anakaa vizuri, hakai vizuri? Huyu msichana mambo yake yako hivyo yalivyo. How are you? Uko salama? Kwa hivyo hata wewe ni mweupe. Magaire kegwire. Uthene no gukugarure nginya rangi. I wish tungekuwa na picha yake hapa akiwa hapa Wednesday. Huyu msichana alikuja. Kwa hivyo hata nywele inaweza sukika. Mnakumbuka msichana alikuwa na trend kwa kanisa yetu, alikuja hapa akikula mchanga. Ni huyu na kona hivyo wenye yako. Sasa unasikiaje ukilala kwa nyumba? Nasikia vizuri na ninashukuru. Haya, mpaka uko na pete sasa. Walikuengage jioni hiyo ama ni ya kuvaa tu? Ni ile tu ya ubavi. Unafurahi kabisa? Wapi siko? Alikupanga vizuri kabisa? Uko na kila kitu? Huyu msichana alikuja hapa akiwa na shida mingi, na unaona vile yako hakuwa amekula mchana mzima. Kasikia niko hapa na ibada, akaja alikuwa amekaa hapo keti umekaa, mfuko yote ilikuwa imejaa mchanga, alikuwa anatoa mchanga nauma, kama hatuoni anakula. Na hivyo ndivyo ameishi, amekuwa kilala hapo nje ya kanisa ukipita na hapo. Na niliwaambia watu wa Mungu, hata kama dunia haina macho ya huruma, wewe kuwa nayo. Hata kama dunia haina macho ya huruma, wewe kuwa nayo. Sasa tulimkombolea nyumba na tukamlipia mwaka mzima. Akae hapo, azae mtoto wake, arudi. Hata kama ni kutafuta kazi, si atatafuta sasa kama hana mashida mingi. Na Dongo, nilikwambia huyu msichana every Sunday unampatia chakula, every Sunday. Ama ana kama hata beba mingi, anabeba Sunday na anabeba Wednesday. Na umeanza kukuja hapa, unakuja church? Ninakuja. Na nikamwambia akujange hapa, anafanya tu kazi hapa kabla siku zake zifike. Na kwa hivyo nimefurahi kukuona. Kwa hivyo hata ulikuwa mweupe ni nini na wairetio niki? Tia kuga huo. Si ndio huyu Hebu mlete kwa big screen. Ndio huyu. Ako na rafiki yake hapa. Si unakaona pale? Baka nywele. Na mama nywele inawafanyaga watu. Hiyo nywele mane mtu waga adu. Menyerera nywele basi. Sasa umefurahi? Nimefurahi. Si usalimie hawa watu na uambie jina yako na uambie kama umefurahi. Mwathani agoco ringi koma rete nzitawa fresh nyawira kamori na ndi mukenu ni ndogo Bishop Ben anyitereire na inywe hamwe inywe othe munyitereire ngacokia ngatho. Ndaturanya na Bishop Ben TV-inĩ gwa Kameme, but ninge ndiracokia ngatho ni kumuona live. Amen. Sasa unakula vizuri? Kabisa. Ulinunua gas? Sufuria? Umekula nyama during the week? Yeah. Sasa kama ni mchanga ukule ile ya kununua. Sio hapo ulikuwa unachimba, hapo ndio wanaume wanaharibu. Alikuwa anachimba hapo kwa kienda kwa borehole, lakini unajua yeye hajui. Sasa ukitaka mawe unanunua ile ya kununua. Tondu nake mundu urite mahige muritu kumwira atige. Leo ningi sasa ukae vizuri, uongee na Reverend Joy huko nyumbani akuongezee tunguo. Alafu siku wakati wake kukaribia, tunguo vizuri na nini, akuwe mtu wako sawa, apate mtoto, atoke nje, atafute kazi. Hapa kuna watu hawawezi munyima kazi, sababu hiyo miezi ni msichana atakuwa amerudi vizuri
na mumshikilie, na akikuja hapa kanisani kupanguza viti, akichoka msimuulize, aketi jioni apewe chakula alafu aende, si ndio? Asante, nimefurahi kukuona, tutazidi kuonana. Sawa sawa, na ukae hapo uwe msichana mzuri. Amen, pigieni makofi. Walikuwa